Wanangu, nimewaita mahali hapa kwa sababu kuna mambo mawili matatu ambayo nahitaji niwaeleze. Na mambo haya yanawafaa katika maisha yenu wanangu, kwa sababu hali yangu ndio hivi mnavyonitazama kwa sasa. Na sidhani kama nitatoboa kwenye maisha haya tena. Kwa hiyo ninachotaka kuwaeleza ni kwamba kwenye maisha haya mwaheshimu sana watu wazima. Kwa sababu watu wazima mnaowatazama ni vijana waliokuwa jana. Kwa hivyo ninachotaka kuambia. Hodi. Karibu sana. Shikamoo. Kila hali mnaitazama kwa sasa, jueni ya kwamba kuna mambo yaliyopitika jana ambayo yanasababisha hali kisa. Yani kisa ni wewe tu. Kisa. Yani kisa ni wewe tu. Kisa. Yani kisa ni wewe tu. Kisa. Kuna muda ambao unaenda kanisani kwa sababu ya Zakayo. Yani jinsi anavyohubiri, jinsi anavyoshimama madhabahuni, nafurahi. Wewe. Hamza kaachika jamani. No, sasa kwa nini Hamza aachike? Jinsi anavyohubiri anamfurahisha kila mtu. Tena sio mimi peke yangu. Lakini Hamza siwezi kumwacha, nitamwachia nini? Toka lini ukaanza kuyapenda mahubiri ya Zakayo? Kwa sababu yananipendeza. Labda wewe, mimi simtaki. Wewe nakujua, una roho ngumu. Sina roho ngumu, ninachokiongea ni ukweli. Mimi simtaki huyo Zakayo. Salama. Unajua kwa mama yake na Shamla ni mgonjwa sana. Yaani yule mama ametia huruma. Ukifika mahali ambapo ipo sasa hivi utofurahi kabisa. Kweli? Jinsi ninavyomuona mama kapooza mwili mzima. Hana hata nguvu ya kunyenyuka mahali ambapo amekaa. Pole. Hodi. Karibu. Karibu sana mchungaji. Ndio sasa hizi. sio kweli. Yaani unavyomuona tu ni mama pale alipo. Okay, kikubwa ni kumwombea kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu hakuna kinachoshindikana mbele yake. Mwenyezi Mungu atamponya. Shamu, sogea. Mungu uliyeumba mbingu na dunia. Mungu uliokoa Meshaki, Shadraki na Abednego. Mungu, tazama mtoto wako. Iko mbele zako, anaumwa na anahitaji uponyaji kutoka kwako. Mwenyezi Mungu, gizi ulivyoandika kwenye kitabu cha Isaya, ukasema mkono wako sio mfupi kwa kutokoa, ama mkono wako sio mfupi kwa kutuponya. Hizo baraka, hiyo mkono wako tunitaji kwa muda kama na huu Baba. Asante kwa sababu umenisikia. Pepo wa mauti isipate nafasi katika mchana wa leo. Pepo wa mauti isipate nafasi katika nyumba Baba. Asante Mungu. Asante Baba. Amen. Amen. Asante. Asante. Okay, sawa. Sila. Niko nje kidogo. Tutazungumza mkimaliza. Nikute nje. Pole.
Sio mimi kunipa pole, lakini ni kuwapea pole watoto wake. Maana kuhudumia mgonjwa wa hali hiyo ni kazi ngumu. Ni kazi ngumu. Lakini Mungu atasaidia tu. Mungu atasaidia. Mama ambaye ana upendo anamsaidia kila mtu. Hapo ananiumiza jamani. Kwani nakuumiza wapi? Hapa. Wewe nitakuacha. Nitakuacha. Weka kichwa hapo vizuri. Samani basi. Mke wa Zakayo. Wewe, nani mke wa Zakayo? Hebu weka kichwa chako hapo vizuri nikusudi. Naweka mama. Baruti. Baruti. Unasemaje? Baruti, amka ulipolala. Siku zote wanasema kuwa mwanaume ni kichwa cha nyumba. Hata kama tushampoteza baba yetu hapa, wewe ni mwanaume hapa na wewe ni kichwa. Unanielewa? Unatakiwa kuamua, ili ni tatizo ambalo wewe ndio unatakiwa kutafuta suluhisho. Yule mtumishi jinsi anavyoomba pale, unamwamini kweli? Hakuna kitu anachokitaka zaidi ya sadaka za mama yako. Sio, yule ni mchungaji, kumbuka. Yule ni mchungaji kweli, mimi najua. Wewe cha kufanya, mimi nina mganga. Nina mganga ambaye anaweza kumtibu mama na akapona leo. Nisikize Sila. Mwenyewe unajua vizuri mama yangu ni muombaji. Hakuna kitu ambacho unasahau. Kwa hiyo mimi sijui wapi niende nikampeleke. Sikiliza nikwambie. Mimi shangazi yangu hapa alikuwa anaumwa. Na yule mganga amemsaidia shangazi yangu na akapona. Shangazi yangu hata kama mimi nilikuwa naogopa kufika pale, lakini napajua tulienda wote, lakini walimfikisha wenyewe. Na walipomfikisha haikupita dakika 5 akapona. Shangazi yangu amepona. Mimi nina uhakika kwamba yule mganga atamtibu na atapona. Sio kula muda hivi. Anaomba, umeona mama ameamka? Umeona mama kuna mabadiliko pale? Sila. Kweli naona una haja ya mamangu kuwa mzima. Kwa hiyo ningekuomba mtafute mwingine mtumishi. Lakini ukisema twende kwa zile njia siwezi kushirikiana. Sikiliza nikwambie, sina mwingine msaada zaidi ya ule. Na yule mchungaji wako yule. Haki ya Mungu nakwapia. Haki ya Mungu. Tofauti na sadaka, hakuna anachokitaka. Na kama hutaki kulifikiria hili, basi mimi naachana na wewe. Mimi naondoka. Asante sana. Unajua ni kitu ambacho sisi tulikuwa tunasubiri. Mimi ninafurahi kabisa. Sawa Dhamiri, lakini ninapofikiria kwa maisha yangu ni kama yameharibika. Ushauri ambao mama alikuwa akinipa na ahadi ambazo nilikuwa nikimwahidi, naona kama yote yameharibika. Mpenzi wangu, usijilaumu sana. Mimi nina imani mamako atakuelewa na atatuelewa pia. Umekuwa natakiwa na pia ujipambanie, ujenge familia yako. Najua Zamiri, lakini unajua kwa mama haizi kuelewa kuwa nimefanya yote kwa sababu nakupenda. Ile tafikiri kuwa tu nimemdharau. Hapana. Kila kitu kitaenda sawa mpenzi wangu, usijali. Kitu ambacho tunatakiwa kufikiria sasa ni kupanga maisha yetu basi tu. Lakini Zamiri, unajua nimefanya yote kwa sababu nakupenda. Naomba niahidi kuwa hutakaa unisaliti. Shamla, unajua furaha yangu ya maisha ni wewe. Haitatokea kama mimi kukuacha. Mimi naona mpaka kifo. Nakupenda sana. Nakupenda pia.
Unajua nimekutambuaje? Kwa kisogo hivi, kimerudi nyuma kama mtu anachapa Afrika. Najisahau. Umetoka kazini? Nimetoka. Ujani wekea tu chapati. Chapati nimekumbuka ni nani sasa? Bora unanikumbusha Usiweke hivi, usiweke hivi. Nipe tu kwa mkono. Naona bana mimi nahisi kama na uchafu. Chapati kubwa hivi kama kofi la Goliath kwa Daudi. Na utani jamani. Hata Yesu hajatumia chapati kama hii. Asante. Basi. Mimi nilikuwa naenda hapo kwa Baruti. Baruti. Nikuta Shamna msalimba. Sawa. Asante. Bye. Haya. Sila. Adijani. Kaka huyu. Hapana. Usijulize kisa kwa vile unavyovipata, usijulize kisa ya shetani kukufuata, usijulize kisa ya maisha kupata utata, maana unachokipata ni mwenye ulitafuta. Kisa yani kisa ni wewe tu. Yani kisa ni wewe tu. Yani kisa ni wewe tu.